Sasa mambo gani yaliisha msalabani? What was finished on the cross? Hapa ndipo penye siri. Kuna sentensi moja nzuri ya kithiolojia inasema, all things were made possible on the cross. It is man's responsibility to make them actual. Kwamba yote juu ya msalaba yalikamilika. Ni wajibu wangu mimi na wewe kuyaleta katika ulimwengu unaoonekana. Yako tayari. Haleluya. Nataka nikutajie mambo kama 6-7. Amina. Hasa nikutajie mambo 6. Amina. Jambo la kwanza kabisa ambalo lilikamilika, kwisha na kukamilika, ni kile la kwanza, kwamba kazi ya Yesu aliyotumwa na Baba dakika ile ilikamilika. Kazi ya Yesu ilikamilika kwa ukamilifu. Kazi ya Yesu, the mission of God was accomplished. Imekamilika. Kile Yesu alichoijia kilikamilika. Na unakijua ni nini? Kumkomboa mwanadamu, kumrudisha mwanadamu na kuondoa uadui uliokuwa katikati ya mwanadamu na Mungu. Ndio maana Wakorintho anaandika, wakati Yesu akiwa juu ya msalaba, Mungu alikuwa ndani ya Kristo Yesu akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Haleluya. 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 Lakini liko la pili ambalo ni zito zaidi. Unabii wote wa Agano la Kale kuhusu Kristo Yesu kama Masihi na mengine yote ulikamilika. 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 Kwamba yeye ni Immanueli, alikuwa Immanueli kweli kweli. Yani kila kitu kilikamilika, na kinakuja kuhitimishwa na kufufuka kwake. Kilikamilika. Kila kitu. Iliandikwa hata vunjwa mfupa hakuvunjwa mfupa. Iliandikwa damu itamwagika pamoja na maji, ilimwagika damu na maji. Kila kitu kilikamilika. Kilikamilika. Kilikamilika kuthibitisha Mungu akisema amesema, akisema amesema, akisema amesema, akisema amesema, akisema amesema. Oh, akisema Yesu amesema. Haleluya Mbeya. Haleluya Mbeya. Lakini pia kazi ya Yesu kama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu kwa ajili ya ukombozi, nayo ilikamilika. Akafanyika mwana kondoo, akachinjwa kama sadaka, na alipochinjwa yeye akazibeba sadaka zote za Agano la Kale, akazibeba sikukuu zote za Agano la Kale, na akazibeba siku muhimu zote za Agano la Kale. Nikisema hivi unanielewa? Nikutajia sadaka. Katika Agano la Kale kulikuwa na sadaka ya kwanza, sadaka ya dhambi. Yeye akafanyika sadaka ya dhambi. Kulikuwa na sadaka ya pili ya kuteketezwa, ambayo sawasawa na maombi, ambayo ilikuwa inatolewa kila siku, sadaka ya daima. Yeye akaibeba. Haiendelei tena baada ya hapo. Ilikuwepo sadaka ya hatia, yeye akaibeba. Umenisikia? Ilikuweko sadaka ya amani, yeye akaibeba. Na ilikuweko sadaka ya unga, yeye akaibeba. Zote akazibeba ndani yake kwa sadaka hii moja. Hatuhitaji sadaka ya dhambi ya mwanakondoo, hatuhitaji sadaka ya hatia ya mnyama. Yeye amefanyika kila kitu kwetu. Ukristo mzuri sana. Unapiga suti, unapiga tai, unaanza kutembea na nguvu tele za Mungu. Anaturudisha tena kwenye kubeba mara chupa mara takataka. Yani Ukristo ni ustaarabu. Yani napiga suti hivi hapa, hanigusi shetani, hanigusi mchawi, hagusi wala biashara yangu, hagusi chochote kilicho mali yangu, hagusi watoto wale wadogo ambao hawajawa na maamuzi yao wenyewe, hagusi shetani.
Haleluya, haleluya. Hakuna kuchanja, hakuna kuzindika. Yani ukishamchukua Yesu umebeba kila kitu. Haleluya, amen, amen. Na kazibeba tena nini nimesema, siku zote muhimu. Amina, amina, amina. Akazibeba zote. Ilikuweko siku ya kwanza muhimu, sabato ya mwezi ya wiki, akaibeba. Yeye ndio akawa pumziko letu. Ilikuweko sabato ya mwaka, akaibeba. Yeye ndio pumziko. Ilikuweko Jubilee, sabato baada ya miaka 49, sabato 7, ile ya siku ya mwaka wa 50, ndio akautangaza rasmi siku yake ya kwanza ya kuhubiri. Isaya 61 akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, na yamenitia mafuta ili niwahubiri maskini habari njema, ili niwatangazie wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kuona, na walioseta uhuru wao. 19 akasema, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Hiyo ndio Jubilee. Ametangaza mwaka wa Bwana. Sisi hatuhitaji tena sijui kulala siku ya Jumamosi wala sijui ya ngapi. Yani sisi tumepumzika, wala hatutaki kulala sijui Jumatatu wapi. Sikiliza kwetu sisi, kila siku ni raha, 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 ni raha kwa Yesu. Semeni amina sasa. Na kazibeba sikukuu zote muhimu. Amina. Walikuwa na sikukuu ya Pasaka, yeye ndio akawa Pasaka. Haleluya, amen. Kulikuwa sikukuu ya vibanda, kukumbuka namna alivyokaa kwenye vibanda. Yeye ndio amekuwa mji wetu wa makimbilio. Ukikimbilia kwa Yesu unakuwa salama. Haleluya. Ilikuwa sikukuu ya Pentekoste, akamshusha Roho. Sisi tena tusherehekee ngano, tunajazwa Roho siku zote. Na ilikuwa siku ya upatanisho, yeye akawa ndio upatanisho wetu, akafuta kila kitu. Alafu jamaa fulani lilochelewa sana linaleta mzaliwa wa kwanza. Toka hapa shetani. Amebakiza nini Yesu? Naomba tujadiliane. Amebakiza nini Yesu? Amebakiza nini? Mpaka uanze kuhangaika, mpaka uanze kusafiri mpaka wapi? Mpaka Nigeria, mpaka uanze kuhangaika kama mlivyohangaika Wakristo wa Tanzania kwenda kwenye kikombe cha babu kabla hajafa. Niliwaona watu wengine wahubiri wako wanagudumia ule mgagani. Yeah. Nikasema kumfahamu Yesu, kutokumjua Yesu ni janga. Wamekwenda wote, si mawaziri si manani, kugumia. Kwani ni siri sasa? Nafikiri nikisema hiyo na wasema walikunywa mchana na kutangazwa kanywa na fulani. Yeah. Lakini sikiliza, sisi tulio ndani ya Yesu, na ninashukuru kijana wangu alikuwa kule anajua kila kitu. Maana huyu ndio amekaa, inaitwa ni Samunge. Huyu ndio amekaa kule, anajua hata huyo mzee mwenyewe anajua. Hata sisi tulipokwenda mwaka ule, sisi tulimuona pale, tulimkuta na Petro yule kuhani wa Hambageu, akatupa na mbuzi tukala. Sasa wenzetu wanakwenda kunywa mgagani, sisi tulikula mbuzi. Yani wa hatabu. Yani kuhani mwenyewe wa miungu ya Wasonjo tulipoingia akasaruti ili kuwa salama, alitoa beberu tukala. Nikashangaa wenzangu wanakwenda kule kunywa mgagani, nikasema kwa kweli. Jamani amina. Jamani amina. Jamani amina. Nataka tuulizane kwa maelezo hayo machache, kimebaki nini? Nini kimebaki? Nini kimebaki? Agano lote la kale amelichukua Yesu, na kama alivyosema, sikuja kuitangua Torati bali kuitimiliza. Ametimiza kila kitu kwa uaminifu toka kuzaliwa, siku ya 8 akatahiriwa na kila kitu, akaenda hekaluni. Ametimiliza kila kitu. Nitakwambia jambo la mwisho hapo napomaliza, lakini liko jambo la 4 ambalo ndio safi sana. Amina. Linamaanisha
tetelestai imekwisha, ina maana ya ushindi, a decisive moment of a victory over the devil and his network. Yani ilikuwa ni dakika na saa iliyokusudiwa ya ushindi juu ya shetani na mtandao wake wote. Sio shetani tu, with all his network na mtandao wake wote ulipigwa siku ile. Mtandao wote, si Freemason, si nini, si ushoga, vyote vilipigwa. Si uchawi, si majini, si uchawi wa kusoma, vyote vilipigwa. Hallelujah. Hey! Decisive moment of victory over the devil in his networks. Yani ni dakika, is a moment very precious. Ni wakati murwa mzuri ambapo shetani alipigika na mtandao wake wote. Yani hakuna kilichobaki. Occult yote, ule umizimu wote, sijui yako 70 ngapi yakapigwa, miungu yote ikapigwa. Alafu wako jamaa fulani pamoja na Yesu bado anasema kuna roho zinafuatilia. Sina kufuatilia ukiwa wapi? Unajua kazi ya Yesu wewe? Hivi kweli wewe, amina, hivi kweli aje hapa kamanda, niseme tu polisi wa kawaida, amina, halafu kukawa na vibaka walikuwa waninyemelea, kufumba na kufumbua, wakashangaa, umenisikia? Wakashangaa, polisi amekuja akanishika mkono akasema, ya rafiki yangu, safi sana, twende wote. Kuna kibaka ataendelea kunyemelea huku? Anataka nikwambie, yani nilee hapa na nyota wanaziona na jamhuri ipo, na wakasikia kwamba ni rafiki yake. Aise, huko unafanya nini hapa pabaya, kuna wajinga hapa, hebu twende huko. Hebu naomba nikuulize, kuna kibaka ataendelea kutafuta simu yangu? Sasa wewe unaye Yesu na amesema nitakaa ndani yenu na katikati yenu nitatembea, mtakuwa kwangu wanangu, amina, nami Baba. Maana yake ninatembea hivi, nina Yesu. Hivi kuna roho gani itafuatilia? Na hii kitu inahubiriwa mpaka na wahubiri wenye akili kabisa. Na vyo wamesoma, roho inafuatilia. Which spirit? Inafuatilia wapagani kule. Jamani, uzuri mimi nilitoka kwenye hizo roho. Kama ni matambiko Bwana, mimi nilifanyishwa matambiko mengine. Mama nisamehe. Ya bila nguo. Familia, kuna tambiko moja tulifanyishwa, hakuna baba wala mama wala mjomba, yani wote mko hivyo. Alafu kajamaa alikuwa wajabu, lakini yule mchawi, maana alikuwa anapoanza kazi uso anabadilisha, unarudi huku, kisogo kinarudi huku, tumbo ile anageuza huku, alafu mgongo unakuja huku, ndio mnaanza tambiko. Utabisha wewe. Utabisha wewe. Na tambiko lile mmechimba mashimo masibo kuzunguka nyumba, hamfukii kwa majembe, mnafikia mnakaa chini. Kwani unafikiri mateso yaliisha? Ndio kwanza yakapanda chati. Sasa wewe utaniambia sasa, Luguya, nilipookoka hakuna tambiko yoyote wala dalili wala paka wala fisi wala chochote kinachothubutu hata kunisogelea. Nikishasema kwa jina la Yesu ni ajali, vyote inabidi wakajiuguze wodini kwa muda wa kutosha. Sasa which type of Jesus do you have? Una Yesu wa namna gani yule ambaye unaweza kufuatiliwa hata mzimu?
Na wengine kabisa wa ajabu kabisa, kitoto kinalia, anasema unajua huyu mtoto analilia jina la babu yake. Hayo mambo hayapo, yako sasa hivi mpaka kanisani. Na kuna waombeaji wengine nasema hili jina halifai hili. Maana kuna maana za majina, kuna mafundisho ya maana za majina, na yanafundishwa mpaka na wenye akili. Nashangaa sana, yaani semina ya maana za majina. Bwana, kama umefilisika, rudisha Biblia dukani, wewe uende zako kuuza mkaa. Rudisha Biblia tukanunue wenzio. Amina. Amina. Majina hayana maana yoyote. Unajua, kwa sababu tu nyinyi hamuelewi. Hakuna jina la Kikristo wala hakuna jina la Kiislamu wala hakuna jina la dini yoyote. Kwa taarifa yako, hayo nayo yasema ya Kikristo sio ya Kikristo, ni majina ya Kiebrania. Ya watu yalikuwepo hata kabla Yesu ajaja. Sasa yako wapi ya Kikristo? Na waajabu sana. Na wasifu watu wa Mbeya. Anabatiza hivyo hivyo na Asangarise Kandugungone. Asangarise nani? Safi. Mbarikiwe sana. Nimetaja jina la baba yangu aliondoka. Amen. Yes. Mnabatiza hivyo. Sikatai hata ukijiitaje, lakini pia uelewe mwingine anajiita Shedraka. Anaacha jina la Mabura ambalo linamaanisha mvua, anachukua Shedraka ambayo ina maana ya Malkia wa nani? Wa Shak, ambaye ni mungu wa nani? Wa Babeli. Sasa umechagua nini? Anakataa jina la Taabu, halafu anachukua jina la nini? Kalebu. Kalebu maana yake nini? Edom. Anaacha jina la Nyamizi, anachukua jina la nini? Debora. Debora maana yake nini? Nyuki. Nyuki. Kwa hiyo anaitwa mama nyuki. Nenda kaangalia majina, au nikutajie yote, utaona haya. Anaacha jina, anachukua jina nini? Esther. Esther maana yake nini? Nyota. Esther. Bwana, majina nayo yana maana zake. Ni kweli yako mengine kama Eliezeri nini anataja Mungu, lakini sio yote, mengine ya kimila chao. Sasa jamaa linaanza kutoa majina yani yenye maana mbaya, ni ya Kiafrika tu. Yale ya kule kwa Ibrania yote mazuri, hata kama mbwa. Pigeni kelele, semeni kumepambazuka. Bwana, sisi hatuna majina. Hata leo naweza nikabadilisha nikaitwa mti mkavu, sina tatizo, na nimeokoka. Hata niitwe Lupembe Rwa Senga, sina tatizo. Amina. Hata niitwe Mabivu, safi tu, Kinyakyusa umekanyaga Mabivu. Hata nikiitwa Mabivu, ndizi mbivu, yani nimeokoka. Hiyo jina wala halinitishi mimi. Semeni amina. Eti badilisha hili jina, linaitwa matatizo. Ndio maana napata matatizo. Muhuni mkubwa. Unafikiri jina lina uhusiano gani na roho yako? Na wengine humu mna hizo taarifa. Sikiliza, sisi majina mengine weka pembeni. Tumepewa jina moja. Tumepewa jina moja. Kwamba unaitwa Lupembe Rwa Senga, kama unaitwa Ndugungonde, kama unaitwa Magembe, maana Magembe ni majembe mengi. Wewe sema vyovyote, lakini hayo majina kwangu hayana maana. Ninalo jina moja, jina la Yesu Kristo. Hilo nikishalibeba, majina mengine yote pembeni. Nikishalibeba jina la Yesu, vitu vingine vyote pembeni. Nikishalichukua jina la Yesu, vyote vingine weka pembeni. Tumepewa jina. Haleluya. Kwa hiyo shetani amepigika, lakini liko jambo jingine. Upatanisho kati ya Mungu na uumbaji wake na wanadamu ulipatikana. God reconciled himself to himself everything. Alipatanisha kila kitu.
Alafu na la mwisho zito zaidi, anaposema imekwisha, akalitangaza agano jipya. He proclaimed, akalitangaza agano jipya. Nilipotangaza agano jipya, ndani ya agano jipya kitu cha kwanza kikubwa sana ni watu kuokoka, na wakishaokoka wanaasiliwa. Amina. Wanakuwa adopted, wanapewa haki ya kuwa wana. Agano jipya la kale lote, hata Elia pamoja na kusimamisha mvua hajawahi kutoa pepo. Hebu nipe nabii aliyewahi kutoa pepo. Nipe nabii mmoja aliyewahi kutoa pepo. Daudi alikuwa anazipunga punga tu pale, anapiga piga zinamwacha pembeni, akirudi zinampiga tena Sauli. Nipe nabii. Ndio maana katika Luka 10 wanafunzi wana comment. Swala la kufua wafu wamefufua sana agano la kale. Swala la kuponya, miujiza, kupasua mpaka bahari. Lakini pepo ilikuwa komesha. Wanarudi kwa Yesu, anasema Bwana, yani tulioyaona ya ajabu leo, hata pepo wametutii kwa jina lako. Sasa sisi hatuelewi, tunathamini sana kiwete kutembea. Nataka nikwambie, kutoa pepo ni muujiza mzito kuliko yote. Unaelewa kwa nini? Yani pepo haitoki mpaka Lucifer asalimu amri. Yani hatoki pepo mpaka uwe na nguvu za shetani mwenye hao wajumbe aliowatuma asalimu amri. Kwa nini walishindwa kutoa pepo agano la kale? Hiyo inarudi kwenye uongozi. Katika Yuda sura ya 6, mstari wa 6 mpaka wa 9. Wakati wananyang'anyana Mikaeli juu ya mwili wa Musa, unakumbuka jamaa nao liko pale, si ndio Mikaeli alisemaje? Alikata rufaa. Biblia inasema hakuthubutu kumlaumu. Kwa nini? Bado ni senior kimaongozi, hajafikia destiny yake ya mwisho. Kwenye maongozi msikie, is still senior, hawezi kumlaumu. Lakini sisi, Yesu anapotuokoa, anapotua haki ya kuwa wana, malaika ni messenger, mwana ni mkubwa kuliko messenger. Sisi we are senior to the devil. Ndio maana tunasema toka, anatoka, toka, anatoka, toka, anatoka. Na tangaza leo ya kwamba sisi ni watu wa agano jipya. Ahadi za agano jipya ni ahadi za milele. Ahadi za agano jipya ni ahadi za uzima wa milele. Hatuendi Kanani, tunaenda mbinguni na hujazwa kwa Roho. Tunajazwa wote agano jipya. Ukuhani wa agano jipya sio wa kabila moja la Lawi, bali ni ukuhani wa waamini wote. Ndio maana wote tunaweza kutoa pepo, maana tumerithi. Sisi ni ukoo wa kikuhani, ni ukoo wa kikuhani, ni ukoo wa kikuhani. Sasa ukoo wa kikuhani, alafu naniambia kuna roho zinafuatilia. Umekwisha wewe. Jamani, amina. Amina. Sasa leo nataka, amina, wangapi wananisikia? Nataka tufanye kitu kimoja tu. Leo tunataka tukitangazie kila kitu tetelestai. Maana katika ule msalaba aliposema imekwisha, maandiko yananiambia ya kwamba, amina, hakuna cha kuongeza tena chochote kwenye ile kazi ya Yesu. Hakiongezi chochote, is complete. Yani watu hawamuelewi Yesu. Sijui wanasoma wapi eti injili ya Barnaba. Injili ya Barnaba sio injili, ile ni apocrypha, hadithi ka walevi. Sikiliza tukuambie, haleluya, 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 haleluya. Sikiliza nikuambie, makuhani pamoja na wanazuoni walikuwa wamekaa hekaluni wakisubiri taarifa ya mwisho ya kuvunjwa miguu Yesu kule, kufumba na kufumbua. Wakashangaa
pazia la hekalu limepigwa likapasuka toka juu mpaka chini, upande wa kulia huko na wa kushoto huko, likitangaza ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu sasa sio lile pazia, ni kupitia pazia la Yesu. Sikiliza, Yesu ni kila kitu. 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 Tatizo ni kumwelewa.